Likizo moja kijana mmoja aliamua amchukue rafiki yake na kwenda wote kukaa nyumbani kwao. Kwa sababu ilikuwa ni likizo ya muda mfupi na rafiki yake anakaa mji mmoja uliopo mbali na shule yao. Hivyo ingekuwa ni gharama kwenda kwa muda mfupi na kisha kurudi. Mama wa kijana yule alifurahi sana na kumpokea rafiki wa mwanae na kuandaa chakula kizuri na kisha kumwandalia sehemu ya kulala katika chumba cha wageni. Baba wa familia ile yeye alikuwa ni mfanya biashara maarufu wa eneo lile. Na kwa habari za mitaani ilisemekana kuwa alikuwa akitumia ushirikina kwa kufanya sadaka za damu za watu ili aweze kujipatia utajiri zaidi. Baada ya kugundua yule mgeni yupo pale, akapanga na vijana wake wa kazi kuwa usiku wamchukue yule kijana na kumuua ili akamilishe sadaka ya mwaka huo. Kwa sababu sadaka hiyo haikutakiwa kuangamiza wanafamilia wake bali watu wengine. Usiku wa manane wale vijana wakaja na kwenda kwenye kile chumba na kumuua yule mtoto kama walivyoagizwa na bosi wao na kisha kumchukua na kwenda kumweka walikoelekezwa. Mzee akaamka asubuhi na mapema na kwenda kuangalia ile maiti. Kufika kule hawakuamini kuona ni mwanaye aliyeuawa. Kwa sababu usiku wakati wa kulala mtoto wake aligundua kuwa kile chumba cha wageni alipolala rafiki yake kina tatizo la umeme na kuona sio busara kumwacha mgeni alale bila taa. Hivyo akaenda wakabadilishana vyumba, mgeni akaenda kulala chumba chake. Mzee yule alianguka na kufa muda mchache akiwa anakimbizwa hospitali kwa ajili ya presha kuwa juu. Nami na kuombea wewe mwanangu usikilizae ujumbe huu. Kila mwenye roho mbaya na ya kukuzuru wewe, familia yako, kazi zako au mafanikio yako, ashindwe na kuaibika kabla ya mwaka huu haujaisha. Kila mpango mbaya zidi yako na uwarudie mara mbili hao waliopanga kukuzuru. Na kila mjumbe wa shetani anayetaka kukuharibia mipango yako afe yeye kwa nguvu za Mungu kama huyu baba. Naomba haya kwa kuamini atatulinda na kututetea daima, na wote tuandike amen au neno lolote kumshukuru Mungu. Kisha kushare ujumbe huu. Na kamwe hatutaumizwa na mipango ya shetani. Usiudharau ujumbe huu. Na kutakia siku njema. Mungu akubariki na kukulinda.